KTN leo na Ali Manzu. Na mtazamaji popote ulipo, hujambo, jioni njema, karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Jina langu ni Ali Manzu. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa kutoka katika baadhi ya sehemu hapa nchini Kenya, lakini kwanza kama kawaida tuanze na vidokezo kabla ya kuja kukuarifu kwa kina. Congratulates the Muslim passengers who are in that bus who have shielded their colleagues. Viongozi kutoka kaunti ya Mandera wapongeza hatua ya Waislamu kuwaokoa Wakristo kutoka mikononi mwa wapiganaji wa Al-Shabaab. Eneo bunge la Kibra laibuka kuwa bingwa katika matumizi ya fedha za ustawi wa maeneo bunge nchini. Na wanasiasa kutoka jamii ya Waluya waungana na naibu wa rais William Ruto kuuza sera za chama cha Jubilee. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili za KTN leo. Abiria wawili ambao walikuwa wamejeruhiwa kwenye shambulizi la jana asubuhi huko Mandera hatimaye wamesafirishwa hadi hapa jijini Nairobi ili kupata matibabu zaidi. Mmoja wa abiria hao ni mwanafunzi ambaye alipigwa risasi 4 ambazo bado zimo mwilini mwake. Mwanahabari mwenzangu Hussein Mohamed alifaulu kupatana na manusura wa shambulizi hilo huko Mandera na ameweza kutuandalia taarifa ambayo itakujia mtazamaji kwenye muda usiokuwa mrefu. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi, naibu wa rais William Ruto amefanya mkutano wa kuwarai viongozi wa eneo la magharibi mwa Kenya ili wajiunge na mwavuli wao na Rais Uhuru Kenyatta wa chama cha Jubilee. Mkutano huo ulihudhuriwa na magavana, wabunge, wawakilishi kadhaa wa wadi pamoja na wanaharakati wa kisiasa. Ulifanyika nyumbani kwake Ruto huko Sugoi. Mwanahabari Lofty Matambo anatupa taswira ya mchakato huo, huku naibu wa rais William Ruto akisisitiza kuwa lengo la pilka zake ni kuwaunganisha Wakenya wala sio vinginevyo. Mchakato wa kuvileta pamoja vyama tanzu vya muungano wa Jubilee ili kukiunda chama kimoja cha Jubilee Party unaendelea kukoleza licha ya ukinzani mkuu kutoka kwa baadhi ya wanachama. Hii leo naibu wa rais William Ruto alikutana na viongozi wa jamii ya Waluya wakiongozwa na gavana wa Bungoma Ken Lusaka ili kuuza sera za chama hicho kipya. Hakuna faida yoyote tutakayopata kwa kugawanyika, kwa kuweka chuki baina yetu, kwa kuweka mipaka ya ukabila. Ijapo William Ruto anasema kwamba lengo kuu la chama hicho ni kuiondoa migawanyiko nchini, mkutano wake wa jana na jamii ya Wakalenjini uliashiria bayana kwa ushindi wa kura za uchaguzi mkuu ujao ni ajenda kuu ya Jubilee Party. Na sababu hiyo ndio inatufanya tuketi chini vile tulivyo sasa na kufikiria kama Wakenya ni vipi tutaungana. Viongozi hao waliotoka katika kaunti za Bungoma, Trans Nzoia, Vihiga, Busia na Kakamega na ambao wengi ni wa vyama vya Ford Kenya na New Ford Kenya walionekana tayari kucheza wimbo wa Ruto. Na chama hicho kipya chenye kauli mbiu ya tuko pamoja, angalau kwa muda huo aliyokuweko mgeni wao Ruto. Nataka nikuhakikishie kwamba tukitoka hapa, kitu ya muhimu sisi tukiwa viongozi kutoka mashinani ni kazi inaanza sahihi. On behalf of the women of Western Kenya, mimi kama Maira Reginalda ninakuambia tunawaunga mkono, tutasimama pamoja na nyinyi. 2017 tumeingia meri ya Jubilee. Hapo jana naibu wa rais William Ruto alikutana na viongozi wa eneo la Bonde la Ufa wapatao 6,000 ambao ni wafuasi wa chama cha URP chake William Ruto na wakakubali muungano huo. Hata hivyo, mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter pamoja na gavana wa Bomet Isaac Ruto hawakuhudhuria, ishara kwamba yote si shwari katika ngome yake William Ruto. Hata hivyo, wakati siasa za mwaka 2017 zikianza kuchukua mkondo wake,
Hili huenda likazua tumbo joto kwa wapinzani wakuu wa serikali ya Jubilee CORD ambao bado hawajafichua mbinu yao mpya ya kampeni za uchaguzi mkuu ujao. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi. Mtazamaji, tuangazie taarifa kuhusiana na lile shambulizi la jana kule Mandera ambako viongozi kutoka kaunti ya Mandera wamejitokeza na kuilaumu serikali kwa kutoimarisha usalama katika mpaka hapa nchini. Haya yanajiri baada ya watu wawili kuuliwa na watu wanaodaiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab, huku abiria kutoka dini ya Kiislamu wakipongezwa na Wakenya kwa kuwakinga wenzao wa dini ya Kikristo dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab ambao walitaka kuwaua. Saida Swaleh anaeleza zaidi. Walizungumza kwa sauti moja wakiwa katika warsha humu jijini Nairobi. Ni baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Mandera wakitaja jinsi wamechoshwa na serikali kutoweka maisha yao mbele, huku wakikabiliana na tishio la wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab, usalama ukiwa haujaimarishwa mipakani, hivyo basi kuwahatarishia maisha. We are strongly asking the government, the national government, to provide security, and if it has failed, I will think and I will say that we could ask help, maybe from the UN or from other countries, to come and secure the borders, because this can't go on. Every day there are people who are killed in Mandera County. Some months ago, the government have mobilized all machineries of NYS in order to create a wall in Mandera through to the Lamu. Still, nothing is ongoing, and we need the government to start fast-tracking in order to protect the lives of Kenyans. Kulingana na viongozi hao, kumekuwa na mawasiliano na serikali kuhusu vijana wanaolaghaiwa na makundi haya ili kutafuta suluhu ya jinsi ya kuwarekebisha kabla maji hayajazidi unga. It is the moral responsibility also of the local communities to also share informations with the security agencies so that those kind of issues and the problem that is facing especially Mandera County to be solved once for all. Why do we have more than 10 military barracks in Nairobi? Let the military barracks in those border areas, in remote areas where there is a lot of insecurity, where we border with Somalia and Ethiopia. Therefore, let the government move some barracks to northeastern Kenya. Wengi wakiwapa kongoli Waislamu waliokuwemo ndani ya basi hilo, walioweka kando tofauti za kidini na kutokubali kutenganishwa kwa misingi hiyo ili kujaribu kuokoa maisha ya wale wa dini nyingine, ikiwa ni mbinu iliyookoa maisha ya wengi, huku wawili Jeffrey Kipsang na Mesha Kotieno wakipoteza maisha yao na wengine kujeruhiwa. I want to single out those patriots who refused in the face of grave danger to succumb to hate and fear. They demonstrated that we are each other's keeper. They proved that there is no room for the terrorist agenda in our country. Huku msimu wa sherehe ukinukia, Nkaiseri amewataka Wakenya kuwa macho. Saida Swale, KTN leo. Mtazamaji, waandamanaji wanaodai kuwa waathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2008 kutoka sehemu ama eneo bunge la Kisauni kule Mombasa wanaitaka serikali pia kuwafidia wao. Wakiandamana hadi nje ya afisi za KTN kwa Mombasa, waathiriwa hao wamesema kwamba wamepuuzwa licha ya kuwepo kwa taarifa kuwa waathiriwa wa ghasia hizo kutoka sehemu nyingi za humu nchini tayari wamepokea fidia kutoka kwa serikali. Sasa wanadai kuwa walipoteza mali zao na kufunga biashara, lakini hamna msaada wowote ambao waliopata kufikia sasa. Amerelease 10 billions. Sisi tukaa na subira. Sisi hatupendi fujo. Tukasubiri. Paka wakati pesa zimeanza kugawanywa, ikapelekwa kule upande wa Rift Valley, tukifikiri pengine watateremka paka upande huu. Tukagoja paka saa hii hatuna hata mmoja ambaye anatufikiria katika kosti hii. Ndio tunauliza president wetu, kwani sisi kosti hatukuadhirika? Sababu sisi Wakenya wa kosti wale tuliadhirika, hakuna mtu ambaye anatuangalia kwa kweli. Si governor, si hata ni yule mbunge, hakuna mtu ambaye anatuangalia. Mimi niko mahali hapa nasema namna hiyo, kama sisi ni Wakenya
lazima tupate haki yetu, kwa sababu watu wa Makirunge hawakupata. Hakuna mtu alipata 10,000 na watu walipata 10,000. Tukaambiwa tutafute vile tutapata. Na mimi nasema kama mimi ni Mkenya ambao nilikuwa na uwawa nikapoteza meno haya, lakini Mungu hainuliwe. Niko hai kwa sababu ya siku ya leo. Nyinyi ambao mko na uwezo, Mungu ameweka mahali hapo. Wacha nikwambie, mimi ni mchungaji, nilipoteza mpaka nikapoteza meno. Kwingineko mtazamaji, spika wa bunge la seneti Ekwe Ethuro ametangaza kuwa huduma za afya zimeboreshwa licha ya tetesi za wengi kutokana na ugatuzi wa huduma hiyo. Akizungumza katika hafla ya kukaribisha msimu wa Krismasi wa kampuni ya hospitali ya Medihill, Ethuro alisema kuwa kaunti nyingi hapa nchini Kenya tayari zimefaidika na ugatuzi na kuwa na uwezo wa kuwahudumia wagonjwa bila kuwasafirisha hadi hapa jijini Nairobi au katika hospitali kuu za rufaa. Walikimbiza nywele kwa saluni tangu asubuhi. We have to uplift the health education because we want enough, adequate, very well-versed and well-read through a tough curriculum of medical science and medical fraternity. As a government, to create opportunities and incentives so that some of this equipment can actually come duty-free. Cancer screening machines can be available in each and every county. That the number of times that you have to take in order to book an appointment for cancer screening at Kenyatta National Hospital can be reduced. Of late, you have heard of cases where some patients have died while waiting for a bed in the ambulances. These are the kind of narratives that we must change as a nation. Na karibu tena mtazamaji, moja kwa moja nikupeleke kule Mandera ambako wale abiria kumradhi wawili waliojeruhiwa kwenye lile shambulizi la hapo jana asubuhi wamesafirishwa hadi hapa jijini Nairobi ili kupata matibabu zaidi. Mmoja wa abiria hao ni mwanafunzi ambaye alipigwa risasi 4 mwilini ambazo bado zimo mwilini mwake. Mwanahabari Hussein Mohamed alifaulu kupatana na manusura wa shambulizi hilo huko Mandera na ameweza kutuandalia taarifa ifuatayo. Tuliwasili katika mji wa Mandera, mji ambao umeonekana kuibua mdahalo na mtazamo tofauti wa vita dhidi ya ugaidi. Katika wodi ya wanaume, mwanafunzi wa sekondari Abdurashid Aden anauguza majeraha katika sehemu ya nyuma, risasi 4 zikiwa mwilini mwake, huku mamake akionekana kujawa na mawazo chungu nzima. Walikuwa wamesema washuke watu wa Kristo. Nilikuwa wamepata kwa mtu mwingine Kristo, ulikuwa yeye amesema mimi ni Islamu. Walikuwa wanajenga kwa ule msikiti. Na yeye amesema kama wewe ni Muislamu ulikuwa unasali ngapi dhuhur? Na yeye ulikuwa amesema amechukusha kwa conductor, mwambie jamaa dhuhur unasali sanga ngapi? Na yeye alikuwa amesema ajuiba, amekataa kusoma. Tena umetoroka umepata moja. Ile nyingine umeshukusha kwa lori. Watu mbili umeshukusha kwa lori. Wengine nakila kwa chini ya kiti. Hajamuona. Nilikuwa tu nimeona peke yangu ndani ya gari tu. Na mimi nasema hakuna watu hapo kwa ndani. Watoto wameshukwa. Kando yake mwalimu wa shule ya Mandera amezama katika lindi la mawazo. Risasi ilipita katika sehemu yake ya nyuma na hawezi kuona tatoo. Anasema alibahatika kwani umoja ulioathirika ulimpa afueni. So they told us to shoot, to come down. We refused. We were shielding our brothers. In fact, that person who died had given me because he was standing in the bus from Nairobi up to Mandera. He was coming to Mandera. So he had a bag, that one he carrying for a laptop. It was with me. I was holding for him. Then what happened is that in that process now they started shot firing, and I got an injury. It went through the meat of the buttock up to the rectum, which it has destroyed the bottom, the anus and the rectum, and I cannot even stop my excretion, my waste product. It just goes like that.
And from there now we went down because these people fired. We went. So in the process of coming down, some girls gave the non-Muslim hijab, so that to shield them. That this actually is, in fact, one of the paradigm shift in changing the people's perception from that negativity to one that is full of humanity. Kovu za shambulizi hilo inadhihirika katika basi hii. Mhudumu wa basi hii alikuwa juu ya basi na kushuhudia yote. Kitu nilisikia wakisema watu wote washuke chini. Baada vile walilipua gari, walipiga marisasi, gari kasimama, wakaambia watu wote washuke chini. Yenyewe watu wote walikuja wakashuka chini. Kushuka chini wakapelekwa side moja. Sasa hiyo side walikuja sasa hao Waislamu wenye walikuwa ndani ya gari walichukua, kuna msichana mmoja alikuwa msichana wa Don Kenya. Yenyewe alifunikwa hii buibui ile ya kichwa. Sasa kakae pia kama Muislamu. Haya, wakaenda side vile walishuka wote. Waislamu walikuja wakasema hapana, hao watu wote ni Waislamu. Huku wawili hawa wakiweza kupelekwa mjini Nairobi kwa matibabu zaidi, wakazi wa eneo hili wanasema taswira kama hii itabadili mustakabali wa eneo hili pamoja na kuza imani na tumaini ya wakazi katika siku zijazo. Hussein Mohamed, KTN leo, Mandera. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye meza ya michezo. Leo tunaarifiwa kwamba baada ya kamati ile ya maadili katika shirikisho la soka ulimwenguni FIFA kuwapiga Sepp Blatter na Michel Platini marufuku ya kushiriki kwenye soka miaka 8, baadhi ya washikadau katika soka wanaamini kwamba marufuku hiyo iliashiria kuchujwa kwa Blatter kwenye soka. Licha ya hayo, wengine wanaamini kwamba Blatter alikuza soka licha ya kupigwa marufuku. I am now suspended 8 years. Suspended 8 years. But I will fight. I will fight for me and I will fight for FIFA. Suspended 8 years for what? Hayo yalikuwa matamshi ya rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Sepp Blatter baada ya kamati inayosimamia maadili kwenye shirikisho hilo kumpa yeye na rais wa shirikisho la kandanda barani Ulaya Michel Platini marufuku ya miaka 8. Huku Blatter akitarajiwa kukata rufaa katika koti inayosimamia spoti nchini Uswizi, baadhi ya washikadau wamejitokeza huku wakidai kwamba marufuku hiyo inaashiria kwamba Blatter ataiaga shirikisho hilo baada ya takriban miaka 40. Aliyekuwa mkuu wa shirikisho la kandanda nchini Uingereza David Bernstein anaamini kwamba marufuku hiyo imemchuja Blatter kutoka ulingo wa kandanda. And for Mr. Blatter, this is not the end of the road by any means, because he has the Swiss authorities to face and he has the American authorities to face. So he's got a lot of issues ahead. Mchanganuzi wa masuala ya siasa katika soka Keir Radnage alidokeza kwamba itakuwa vigumu kwa Blatter kuwania uchaguzi mwaka ujao licha yeye kukata rufaa. Says he wants to be presiding over the election of his successor on February the 26th. It's impossible to see, even if he got his appeals done, how that would be possible. Licha ya marufuku hiyo, kuna wale ambao wanahisi kwamba Blatter ameisaidia soka. For FIFA, it's very, very tragic for Sepp Blatter because he worked greatly in these 40 years. I mean, he expanded football, he turned it into international sports, but he held on to his power way too long, and at the end it was just about power, not about football anymore. I think what's happened to him again is sad, because people's image of him was what a wonderful footballer he was, but I think maybe you can say that perhaps trying to play the political game in the end proved too difficult. Huku Faransa ikijipanga kuandaa kombe la bara Europa mwaka ujao, wengi wanaamini kwamba marufuku hiyo imekuwa pigo kubwa sana kwa rais wa shirikisho la kandanda barani Europa, ambaye pia alikuwa anatarajiwa kuwania urais wa FIFA mwaka ujao. Robinson Okenye, KTN Michezo. Klabu ya Arsenal inashikilia nafasi ya pili katika ligi kuu ya Uingereza baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Manchester City. Sanya, De Bruyne, Monreal across to meet. De Bruyne's left him behind. Kevin De Bruyne! Otamendi, Aguero, look at the space for De Bruyne.